Ningependa ni kushirikishe tu haya kwamba we are letters sent for others to read. 2 Corinthians chapter 3 verses 2 to 3. You yourselves are our letter, written on our hearts, known and read by everyone, written not with ink but with the Spirit of the living God. Penzi msikilizaji, leo ningependa tuweze kutafakari kuhusiana na hili kwamba kama maisha yako yangekuwa kitabu, watu wangesoma nini? Kama maisha yako yangekuwa kitabu, je, watu wangesoma nini? Kama ungekuwa barua yako ingeandikwa nini? Manake Mtume Paulo anatukumbusha jambo la kushangaza sana kwamba anasema kwamba sisi ni wasomaji wa Injili pekee, kwamba sisi ni wasikilizaji wa neno pekee. Anasema kwamba ninyi ni barua ya Kristo inayosomwa na watu wote. Penzi msikilizaji, watu wengi hawatawahi kusoma Biblia, lakini watakusoma wewe. Watasoma namna unavyozungumza, unavyowatendea wengine, unavyoendesha biashara yako na shughuli zako, familia yako unavyoiongoza, unavyokabiliana na changamoto, unavyowasamehe waliokukosea. Kabla hawajamwona Kristo, watakuona wewe. Manake tunafundisha kila siku, sio kwa sababu sisi ni walimu, bali kwa sababu maisha yetu yanazungumza, yanaongea. Yaani mtoto mdogo akimwona baba yake akisema uongo, hata kama baba huyu atasema kwamba sema ukweli, mtoto atasema maisha si maneno. Akimwona mama akiheshimu wenzake, atajifunza heshima. Akimwona mwajiri akiwatendea wafanyikazi kwa haki, atajifunza kusimama na haki. Akimwona Mkristo akienda misa kila Jumapili, lakini Jumatatu anaona anatoa rushwa, atajiuliza, je, kweli Injili ni ya kubadilisha maisha? Penzi msikilizaji, people are reading you every day. What are they reading? Je, wanasoma nini? Ni hasira, majivuno, malalamiko, ama huruma, uaminifu na kadhalika? Penzi msikilizaji, kuna msemo unasema kwamba your life is preaching louder than your lips. Kwamba your life is preaching louder than your lips. Kwamba maisha yako yanahubiri kwa sauti kubwa kuliko maneno yako. Yaani unaweza kuhubiri kwa dakika 30, lakini tabia zako zikaharibu mahubiri hayo ndani ya dakika 3 ama 1 tu. Ndiyo maana Yesu alisema kwamba mti hutambulika kwa matunda yake. Sio kwa majani, sio kwa maua, sio kwa kivuli chake, kwa matunda. Manake matendo ndiyo yanadhibitisha moyo. Hebu tuangalie nyumbani. Watoto wako wakikufuata, watakuwa watu wa maisha gani? Kwa sababu watoto sio wasikilizaji wazuri, ni waigizaji, ama wale ambao wanaiga mfano ambao tunaonyesha. Ukijenga maisha ya sala pale nyumbani, watajifunza kusali. Maisha yenye msamaha, watajifunza kusamehana. Hata kazini, wenzako wakikuona ukifanya kazi, wenzako wakifanya kazi na wewe, wanajifunza uadilifu ama wanajifunza ujanja, shortcuts, njia za mkato. Wanajifunza kuheshimu wengine ama kuwadharau. Vile vile katika mitandao ya kijamii, kile unachokiandika, kile unachokishare pale, kila comment ni sehemu ya barua yako. Swali ni, je, unawaandikia watu Injili au somo? Na hapo ndipo tunamgeukia Yesu. Yesu hakuandika vitabu, sivyo? Lakini maisha yake yalikuwa Injili iliyo hai, or a living gospel. Alipokutana na wenye dhambi, walisoma huruma. Alipokutana na wagonjwa, waliweza kujifunza upendo. Walipokutana na wenye njaa, waliweza kujifunza ukarimu. Hata akiwa msalabani, waliosimama pale walijifunza msamaha. Baba, wasamehe. Na huo ndio ulikuwa ujumbe wa maisha yake.
Leo tunapoendelea na mada yetu wiki hii, learn to do good, kumbuka kwamba kuna anayejifunza kwa kusikiza pekee. Watu jifunza kwa kuona. Ndio maana wewe ni barua ya Kristo, barua inasomwa na mume wako, barua inayosomwa na mke wako, watoto wako, jirani yako, na hata wafanyikazi wenzako, na hata wale wasiokuamini. Penzi msikilizaji, ningependa nimalizie kwa maswali matatu. Usiyajibu. Je, watoto wako wakirithi tabia zako zote, utajivunia? Na je, watu wakimjua Yesu kupitia maisha yako pekee, watampenda au watamkataa? Na kama leo ungeandika barua moja kwa dunia bila kutumia kalamu, bali kwa maisha yako, ingeandikwa nini ama vipi? Question number 1, je, watoto wako wakirithi tabia zako zote, utajivunia? Will you be proud as a parent? Ya pili, je, watu wakimjua Yesu kupitia maisha yako pekee, watampenda au watamkataa? Na la mwisho, iwapo leo ungeandika barua moja kwa dunia bila kutumia kalamu, bali tu kwa maisha yako, je, ingeandikwa nini? Kwa mtazamo wako, watu wanasoma nini kutokana na maisha yako? Kumbuka kwamba maisha yako ndiyo Biblia pekee ambayo mtu fulani labda atasoma siku ya leo. Mwenyezi Mungu atusaidie tuweze kuandika injili yake sio kwa wino, bali kwa maisha yetu yenye upendo, uaminifu na kwa matendo yetu.